Shalom, 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 mwana wa Mungu, na kusalimu kwa jina zuri la Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Ni matumaini yangu ya kwamba kwa msimu na afya Mungu amejalia neema ya uzima, amejalia nafasi hii tena kwa mara nyingine tena tuendelee kujifunza, tuendelee kupokea neno la uzima ambalo linatufanya tuendelee kumwamini Mungu na kumjua Mungu zaidi katika maisha yetu ya kiroho na maisha yetu ya kawaida. Mahali ulipo unaweza kuanza kumwambia Mungu asante kwa neema hii ambayo umenipa. Mwambie Mungu tu ninakushukuru kwa uzima na afya ambayo umenipa. Mwambie Mungu asante kwa neema na kibali ambacho unaendelea kukiachilia. Sema tu Mungu asante, sema tu Mungu asante kwa kibali hiki ambacho umenipa. Wapo wengi ambao wametamani kuifikia siku kama hii ya leo, lakini hawajafanikiwa, bali rehema na neema ya Bwana zimekuwa juu yetu. Tumefika siku hii ya leo. Ninamtukuza Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umeendelea kuwa pamoja nami katika mfungo huu, au umeendelea kuwa pamoja nami katika somo ambalo linaendelea leo, ikiwa ni siku ya pili. Neema ya Bwana imekuwa pamoja nami na imekuwa pamoja nawe pia kusikiliza na kuendelea kujifunza somo hili ambalo tunatembea nalo katika siku hizi 10 ambazo Bwana ametupa, na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru, ninakutukuza. Asante kwa upendo wako, asante kwa fadhili zako ambazo Bwana umeziachilia juu yangu. Asante Bwana kwa ajili ya siku hii ya pili ambayo nimeifikia. Bwana Yesu, si kwa nguvu zangu, si kwa akili zangu, bali ni kwa upendo na rehema zako. Baba, litukuzwe jina lako, liadhimishwe jina lako Bwana lenye nguvu, uweza na mamlaka. Bwana wa majeshi, nimekuja kwako tena nikiomba toba na rehema zako juu ya yale yote ambayo Bwana nimetenda kinyume na mapenzi yako. Bwana Yesu, nitakase na unirehemu Bwana wa majeshi, na watoto wako Bwana wote wanakutegemea wewe na kukuamini kila saa. Baba, achilia rehema zako juu yao, achilia rehema zako juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba toba Bwana, ninaomba rehema zako Bwana. Tusamehe dhambi zetu watoto wako, tumekosa katika kunena, kuwaza na kutenda, na kwa kutokufuata njia zako. Bwana Yesu, tunaomba toba, ninaomba rehema zako Bwana. Madhabahu yako yenye nguvu ikae ndani yetu Bwana, ikabebe rehema na toba zako Bwana juu ya maisha yetu. Pale ambapo Bwana tumekosa, pale ambapo Bwana tumekutenda dhambi, tunahitaji msamaha wako Bwana, tunahitaji toba zako kamanda, katika jina la Yesu Kristo. Rehemu Bwana familia za kwetu, rehemu Bwana taifa la kwetu, rehemu Bwana na watu wako kamanda. Niko mahali hapa ipendeza, ninakuhitaji na nguvu zako, ninakutaka Bwana na rehema zako, maana peke yangu siwezi Bwana. Hata hizi siku za mfungo, bila rehema zako Bwana mimi siwezi. Ninahitaji rehema zako Bwana, ninahitaji rehema zako Bwana. I need your power commander, I need your help cemetery, I need your help commander, I need your power Jehovah, I need your Holy Spirit, I need your Holy Spirit. Ranta labatosa rikantekelia basaya rapakosekelia materia aramakara materia, katika jina la Yesu. Nikondabatosa ne materia kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, usinyamaze, ninaita uwepo wako Bwana na nguvu zako kamanda, ninaita uwepo wako Bwana na malaika zako jemedari, katika jina la Yesu Kristo. Leo ni siku ya pili Bwana, kati ya zile siku 10 ambazo Baba umenipa kamanda. Mungu wa mbingu na nchi, ninasogea kwako Bwana, ninauliza uwepo wako, ninauliza na nguvu zako. Rante libatosi ya materia, kana basaka ya materia, katika jina la Yesu. Ninakualika Bwana, Roho Mtakatifu nitie nguvu, Roho Mtakatifu nitie nguvu katika majira haya
Bwana. Kaa ndani yangu ependeza, ingia ndani yangu kamanda, fanya makao ndani yangu. Roho Mtakatifu, kaa kwenye madhabahu ya moyo wangu, madhabahu ya moyo wangu iunganike na madhabahu ya Mungu aliye hai katika kiti cha enzi, kwa damu ya Yesu Kristo. Na materia batusa kara batuse teri materia rapa kusikiria mataya katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninakutukuza kwa ajili ya wakati huu na masaa ya Bwana. Shalom, shalom mtu wa Mungu, ninakusalimu kwa jina zuri la Bwana Yesu aliye hai. Leo ni siku ya pili ya mfungo ambayo Bwana ametupa kwa neema na kibali chake, ambapo tunatembea na somo linalosema ya kwamba building strong altar, calling Jehova Nisi. Jenga madhabahu yenye nguvu, uiite Jehova Nisi. Ukishaita Jehova Nisi, unatambulisha kwamba Mungu ndiye ushindi wa maisha yako, Mungu ndiye msaada wa maisha yako, Mungu ndiye kiongozi wa maisha yako. Unapoita madhabahu ya Bwana iliyopo ndani yako, ukaita Jehova Nisi, ukaijenga madhabahu, ukalitia jina la Bwana, ukaita Jehova Nisi, maana yake ya kwamba Mungu ndiye kimbilio lako, Mungu ndiye msaada wako, Mungu ndiye kiongozi wako, Mungu ndiye msaada wa maisha yako kwenye kila eneo, kwenye vita ulivyo navyo. Nikakupitisha kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 17 na ule mstari wa 15 na ule wa 16. Biblia inasema kwamba katika mstari ule wa 15, kitabu cha Kutoka 17, Biblia inasema na Musa akaijenga madhabahu, akaita Jehova Nisi. Na ule mstari wa 16, Biblia inasema Bwana ameapa, Bwana amesema ya kwamba atakuwa na vita dhidi ya Amaleki, atakuwa na vita hata vizazi na vizazi kwa Amaleki. Sikiliza nikwambie, jana nikakwambia ya kwamba Bwana ameapa kuwa na vita dhidi ya wale wanaopigana na wewe. Bwana ameapa kuwa na vita dhidi ya adui zako, vizazi vyao vyote, hata baada ya wao kuondoka duniani, bado Mungu ataendelea kuwa na vita juu yao, labda wao watakapochukua hatua ya kumpokea Yesu Kristo kwenye maisha yako. Kora materia batosa. Sikiliza nikwambie, adui yeyote wa maisha yako atapigana na Bwana. Adui yeyote wa maisha yako atakuwa adui wa Bwana pale unapoijenga madhabahu yenye nguvu ndani yako, ukasema wewe Bwana ndiye mshindi, wewe ndiye Bwana msaidizi, wewe ndiye Bwana kiongozi. Bwana anapokaa ndani yako, anapokaa ndani yako kwenye hiyo madhabahu ambayo umeijenga, atafanya vita dhidi ya adui zako, atapigana nao wanaopigana na wewe. Hakuna mauti ambayo itakuwa juu yako. Katika kitabu cha Wafalme, katika kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya 18, ile sura ya 18 kuanzia ule mstari wa 30 hadi ile wa 34, tunamwona Eliya alipoijenga madhabahu, akatengeneza madhabahu, akamwaga maji pale, akatengeneza na mfereji, akaweka na kuni, akaweka na kila kilichohitajika, akaweka na mawe. Biblia inasema alipomwita Bwana kwenye ile madhabahu, moto wa Bwana ukashuka. Mungu akamjibu kwa moto. Ule moto uliposhuka ukayalamba yale maji, ukayalamba na zile kuni, hata yale mawe na maji yaliyokuwa yanapita kwenye ule mfereji. Nataka nikwambia kwamba manabii wa bahari wanaopigana na maisha yako, wewe ni Eliya wa leo, ambaye ukisimama ukaijenga madhabahu yenye nguvu, ukamwita mahali hapo, atajibu kwa moto, atajibu kwa moto, na moto utayalamba hayo mateso ambayo unayapitia leo, na moto utayalamba haya magonjwa
magonjwa ambayo yanakusumbua leo, na Bwana atalamba hayo madharau ambayo unayapitia pale unapomwita Bwana kwenye madhabahu uliyoitengeneza, kwenye madhabahu uliyoisimamisha. Ukishaisimamisha madhabahu ya Bwana, unatambulisha ya kwamba Bwana ndiye mkombozi wangu, Bwana ndiye mweza wa yote katika maisha yangu. Wakati ambao Elia ametengeneza ile madhabahu, alitambulisha watu ya kwamba Bwana ndiye awezaye kuharibu miungu yote, ndiye awezaye kuleta mvua katika taifa hili. Alipotambulisha hivyo, wakashindana naye, lakini Mungu wa bahari hakuweza kujibu. Mungu wa bahari hakuweza kusema neno. Yeye alipomwita Mungu, Biblia inasema Bwana akajibu kwa moto. Mungu wetu anajibu kwa moto. Mungu wetu anajibu kwa moto. Siku ya leo tutaendelea na mambo machache ambayo Mungu amenipa siku ya leo. Utakayepata neema ya kujifunza leo, Mungu amenipa mambo machache ya kuzungumza na wewe, ya kusema na wewe. Madhabahu yoyote ili iwe na nguvu ili iwe na nguvu ya matokeo inahitaji sadaka. Madhabahu yoyote ambayo ipo, ambayo inaonekana, inahitaji sadaka. Hata madhabahu ya giza, madhabahu ya shetani inahitaji sadaka ili iwe na nguvu. Siku ya mtu mmoja ambaye anahitaji msaada kwenye hiyo madhabahu, hata kwenye madhabahu ya Mungu inahitaji sadaka, ili tunapotoa sadaka tuyaone matokeo ambayo tunayahitaji kwenye maisha yetu. Usipotoa sadaka kwenye madhabahu ambayo Bwana amekupa, ambapo unamtumikia, nataka nikwambie kuna vitu utakuwa unaviomba, hautakuwa unaviona, hautakuwa unajibiwa sawa na vile ulivyoomba. Yamkini unaweza ukawa unaomba na Mungu anajibu, lakini hajibu kwa viwango vile ambavyo anatakiwa kujibu, kwa sababu ya sadaka imekosekana kwenye hiyo madhabahu. Hebu fikiria watu wa mataifa wanapokwenda kutafuta utajiri kwa waganga, wanapewa maelekezo ya kutoa sadaka, na mara tu wakitoa sadaka, sadaka ya kafara, sadaka ya namna yoyote ile, wanapotoa sadaka kwa waganga wanawapatia mali, misimu inaachilia pesa kwao, misimu inawapatia yale mahitaji ya kwao. Na kwa Mungu wetu tukitoa sadaka, Bwana atatubariki zaidi ya vile tulivyoomba. Anatupa mahitaji ya kwetu, anatupa kila haja ya mioyo yetu. Na wewe, nataka nikwambie, nguvu ya sadaka ambayo inaitoa kwenye madhabahu inaifanya madhabahu ambayo ipo ndani yako iwe hai, na iwe na muunganiko na madhabahu ya Mungu aliye hai. Ramatilia, mambo ya kuzingatia ili madhabahu iliyopo ndani yako iwe na nguvu. Mambo ya kuzingatia ili madhabahu iliyopo ndani yako iwe na nguvu. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, madhabahu iliyopo ndani yako inatakiwa iwe na nguvu, ili uwe na uwezo wa kutambua kwamba mashambulizi ya shetani yamekuja kwa namna gani, na pia ujue namna gani ya kudili na hayo mashambulizi ya shetani. Pia uwe na nguvu ya kushinda vita inayokuja kwako kama majaribu yanayojitokeza kwenye maisha yako, ili madhabahu hiyo iwe na nguvu. Madhabahu iliyopo ndani yako iwe na matokeo ya kiungu, matokeo ya ushindi. Unahitaji kuzingatia mambo yafuatayo ambayo Bwana amenipa siku ya leo. Yapo mambo manne ambayo Bwana ameniambia nikufundishe, ya kwamba unapoyazingatia haya mambo, madhabahu ambayo ipo kwenye moyo wako, madhabahu ambayo Mungu ameiachilia ndani yako, na ambayo umeijenga ndani yako, na ambayo umeipa kibali ili itende kazi, ikutetee kwenye maisha yako, ili iwe na matokeo. Kuna mambo manne ambayo Bwana ameniambia nikufundishe uyazingatie siku ya leo. Sikiliza. Jambo la kwanza, uwe ni mtu wa kutoa sadaka kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, ili madhabahu ya Mungu aliye hai iwe na muunganiko na madhabahu iliyopo ndani yako. Kwa sababu hiyo,
Pasipo muunganiko wa madhabahu iliyopo ndani na madhabahu ya Mungu, hakuna matokeo ya aina yoyote kwenye maisha yako. Pasipo muunganiko wa sadaka ya kwako na madhabahu ya Mungu aliye hai na ile madhabahu iliyopo ndani yako, hakuna matokeo ya namna yoyote ile. Ili madhabahu iliyopo ndani yako iwe na matokeo, lazima utoe sadaka kwenye madhabahu iliyo hai ya Mungu aliye hai. Lazima utoe hiyo madhabahu. Yamkini ni mahali unapoabudu, au ni kwa kuhani ambaye anakusimamia katika mambo ya kiroho. Unapotoa ile sadaka, maana yake unaunganisha kati ya kuhani au madhabahu ya Mungu aliye hai na madhabahu iliyopo ndani yako. Kwa sababu hiyo, kuna uhusiano kati ya madhabahu iliyopo ndani yako pamoja na sadaka unayoitoa kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, esa kanisani kwako au kwa kuhani ambaye anakulea kiroho. Papo unakuwa umeunganisha kati ya moyo wako na madhabahu ya Mungu aliye hai, kwa sababu mtu anayekulea kiroho, maana yake amesimama badala ya Mungu. Kuna maelekezo ambayo anaweza akakupa mwelekeo mzuri wa kushinda dhambi, akakupa mwelekeo mzuri wa kufanikiwa hata kwenye maisha yako. Kwa sababu hiyo, unapokuwa unatoa sadaka kwa huyo kuhani au kwa hiyo madhabahu ambapo unaabudu, unapotoa hiyo sadaka, maana yake unatangaza muunganiko kati ya madhabahu iliyopo ndani yako na madhabahu ya Mungu aliye hai, au na kuhani wa Bwana aliye hai. My Father, my Father, my Lord, kora materia batusa seni makora batusa kara batusa materia. Madhabahu yako iliyopo ndani yako ikishakuwa na muunganiko wa kiungu ndani yake, ina matokeo yasiyo ya kawaida, ina matokeo yasiyo ya kawaida. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20 hadi wa 22. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8 20 hadi 22. Biblia inazungumza, inasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitalaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wao, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hali, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Sikiliza, wakati ambao Mungu alikuwa ameipiga nchi, alipokuwa amepiga Sodoma na Gomora kwa pigo la maji, kwa pigo la mvua, kwa pigo la gharika, wakati Nuhu ameshuka kwenye ile safina baada ya gharika kuisha, aliposhuka kwenye safina, Biblia inasema kwamba akamtengenezea Mungu madhabahu, akamjengea Mungu madhabahu, akatoa sadaka mahali pale. Alipotoa sadaka mahali pale, Biblia inasema alitoa wanyama walio safi na ndege walio safi kuwa sadaka ya kuteketeza kwenye ile madhabahu. Alipotoa ile sadaka kwenye ile madhabahu, Biblia inasema moyo wa Bwana ukaridhika, Mungu akaridhika, akasikia harufu ya kumridhisha. Ndipo Bwana akasema kwenye moyo wake ya kwamba sitailaani nchi tena kwa sababu ya mwanadamu, kwa sababu ya uovu wa mwanadamu. Unaweza ukafikiri tunaishi kwa sababu ya neema tu.
Ni kweli tunaishi kwa sababu ya neema, lakini pia tunaishi kwa sababu ya sadaka ambayo Nuhu aliitoa kwenye ile madhabahu. Nuhu alipoitoa ile sadaka, Mungu akagairi ghadhabu, akasema sitamwangamiza tena mwanadamu, sitaangamiza tena wanyama, sitaangamiza tena ulimwengu kwa sababu ya mwanadamu, kwa sababu matendo ya mwanadamu na mawazo ya mwanadamu ni mabaya toka ujana wake. Yamkini mawazo alionayo leo ni mawazo mabaya. Katika kipindi chako cha ujana, katika kipindi chako cha uhai, mawazo yako ni mabaya, mawazo yako hayafai. Wanataka nikwambie ya kwamba mawazo ulionayo hayamzuii Mungu kuachilia ulimwengu katika hali nzuri, katika hali ya uzima. Hayamzuii Mungu kutubariki sisi tunaomtumikia. Unaweza ukaona tuwasia mabaya, lakini Bwana amesema mawazo yako yaliyo mabaya juu yetu hayatamzuia yeye kutubariki, hayatamzuia yeye kutufanikisha, hayatamzuia yeye kutulinda. Yamkini unaweza ukaona tuambia au unatutamkia ya kwamba sisi ni watu wa kufa, lakini Bwana amesema hatutakufa bali tutaishi, kama Bwana alivyo gaili ghadhabu ya kumwangamisha mwanadamu na ulimwengu kwa sababu ya mwanadamu awaye yote, ndivyo Bwana anavyogaili mabaya unavyotutamkia kwetu, ndivyo Bwana anavyogaili mauti ambayo unatutabiria kwa damu ya Yesu. Sikiliza, Biblia inasema Bwana akasema sitaangamisha ulimwengu kwa sababu ya mwanadamu. Baada ya Nuhu kutoa sadaka kwenye ile madhabahu, hakikisha moyo wako na madhabahu ya Mungu vinaunganika. Ukishakuwa na moyo ambao ndani yake madhabahu imetawala, moyo ambao ndani yake kuna madhabahu yenye nguvu, uwe na uhakika ya kwamba chochote utakachoomba mbele za Mungu, Bwana atajibu kwa moto. Mimi sijui Nuhu aliomba nini kwenye ile madhabahu baada ya kutoa sadaka. Ijapokuwa Biblia imenyamaza, haijasema Nuhu aliomba maombi ya namna gani, lakini ninachojua ni kwamba kuna namna Nuhu alisema na Bwana baada ya kuitoa ile sadaka, baada ya kutoa ile sadaka kuteketeza kwenye ile madhabahu, ndipo Bwana akaamua moyoni mwake, akawaza ya kwamba sitaangamiza tena ulimwengu kwa sababu ya mwanadamu, ni kwa sababu ya ile sadaka ambayo Nuhu aliitoa kwenye madhabahu. Na nina uhakika kabisa ya kwamba ile madhabahu ya Bwana ambayo Nuhu aliitengeneza ilikuwa na uhusiano mkubwa sana na ile madhabahu iliyokuwa ndani yake, na ile madhabahu ilikuwa imekaa kwenye moyo wake. Madhabahu ambayo ilikuwa ndani ya Nuhu ilikuwa imebeba upendo wa kumpenda Mungu. Kwa Nuhu kumpenda Mungu kwa viwango visivyo vya kawaida, viwango vya kumtii Mungu vilikuwa kwenye ile madhabahu iliyokuwa ndani yake. Oh my Father, randa la badusha kola basaka yandili badusia kana matili ya badusha, katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili la kuzingatia, uwe ni mtu wa kupeleka maombi yako kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, yanayotoka kwenye madhabahu iliyopo ndani ya moyo wako. Usikiliza nikwambie, uwe ni mtu wa kupeleka maombi yako kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, na maombi hayo yatoke kwenye madhabahu iliyopo kwenye moyo wako, sio kwa fikra zako, wala sio kwenye tamaa, wala sio kwenye macho, wala sio kwenye masikio ya kawaida, bali yatokayo kwenye moyo wako, yanayotoka kwenye ile madhabahu inayotawala kwenye moyo, madhabahu inayotawala kwenye moyo ambayo umeipa uhalali, ambayo ina uhusiano na madhabahu ya Mungu aliye hai. Inaweza ikakupa kitu cha kumwambia Bwana pasipo kufikiria kwa hali ya kawaida wala kwa akili ya kawaida. Inaweza ikakupa maelekezo ya kwamba unatakiwa kumwendea Mungu kwa kunyenyekea, au unatakiwa kumwendea Mungu kwa namna gani, aidha kwa sadaka au kwa namna yoyote. Kwenye ile madhabahu iliyopo ndani yako kuna sauti ambayo imebeba shauku ya kubeba hatima yako, ambapo hapo ili hatima yako itimie, unahitaji kuyapeleka maombi yako kwenye ile madhabahu ya Mungu aliye hai, yanayotoka kwenye madhabahu iliyopo kwenye moyo wako. Madhabahu ni kitu cha kingine
ni kitu cha kipekee na cha tofauti, sio kitu cha kawaida. Madhabahu yoyote imebeba matokeo fulani, aidha matokeo ya kiroho au matokeo ya giza. Unapokuwa umebeba matokeo ya kiroho, tafsiri yake ni kwamba ndani yako kuna madhabahu ya kiroho, madhabahu itwayo Jehova Nisi, ya Mungu anayekushindia katika mengi. Hawa tunaweza tukawa tunaishi kwenye umaskini au hali ngumu ya maisha, lakini ile madhabahu iliyopo ndani inatusaidia kushinda hali ngumu, inatusaidia kupambana na hali zote na kushinda, kwa sababu madhabahu Jehova Nisi iliyopo ndani yetu inatushindia katika hali zote, kwa sababu Jehova Nisi ni Mungu ambaye ni mshindi wetu, anatushindia katika kila hali. Aramantekeli batosha seni mantelia bakaya randa kalabatosia mantelia, katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 8, Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza hadi ule wa 5. Ufunuo sura ya 8 mstari ule wa kwanza hadi ule wa 5. Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza hadi ule wa 5. Biblia inasema, hata alipoifungua muhuri ya 7 kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa, nami nikawaona wale malaika 7 wasimamao mbele za Mungu, nao wakapewa baragumu 7, na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu, ili autie pamoja na maombi ya watakatifu. Kumbuka nimekwambia kwamba uwe ni mtu wa kupeleka maombi yako kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, yanayotoka kwenye madhabahu iliyopo ndani ya moyo wako. Maana yake tunasoma hapa, tunawaona malaika 7 waliopewa baragumu 7 na malaika mmoja aliyepewa uvumba mwingi ili aweke kwenye madhabahu, akiambatanisha na maombi ya watakatifu. Sikiliza, maombi ya wewe uliye mtakatifu yanapochukuliwa na kuwekwa mbele za Bwana na malaika, kama Yohana anayotufunulia hapa, anatuambia wale malaika 7 yamkini waliopewa zile baragumu 7, kila mmoja akapuliza kwa namna isiyo ya kawaida. Ndipo huyu malaika mwingine akachukua yale maombi ya watakatifu na uvumba mwingi, akaenda akayaweka kwenye ile madhabahu ya Mungu. Hebu sikiliza kinachoendelea, sikiliza kinachoendelea. Anasema ule mstari wa 3, na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo ya dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi, na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu. Sikiliza, tunaweza tukachukulia picha ya uvumba kama sadaka. Maana yake sadaka ya kwako unapoyambatanisha na madhabahu ya Mungu aliye hai na maombi yanayotoka kwenye madhabahu iliyopo ndani ya moyo wako, iliyopo kwenye nafsi yako, hiyo madhabahu ambayo imeunganika na madhabahu ya Mungu. Malaika anaposikiliza au Roho wa Bwana anaposikiliza maombi yako, anachukua ile sadaka, anaiambatanisha na maombi yako, anaambatanisha na madhabahu ya Mungu. Kama moyo wako hauna uhusiano mzuri na madhabahu ya Mungu, tafsiri yake kile unachokiomba hautakipata kama vile ulivyoomba, utapata pungufu ya vile ulivyoomba. Hata kama Bwana atajibu, yamkini maombi uliyoyaomba yakachelewa kukufikia, kwa sababu muunganiko kati ya madhabahu iliyopo ndani yako na madhabahu ya Mungu aliye hai ni kinyume, haviungamani.
au haviko pamoja, havielewani. Sikiliza, maombi ya watakatifu yaliyotoka kwenye mioyo yao, ambako kwenye mioyo yao kulikuwa na madhabahu ambayo ina uhusiano mzuri kati ya madhabahu yao na madhabahu ya Mungu aliye hai. Kile kiliwasaidia hata malaika akapata kibali cha kuyachukua maombi ya watakatifu na kusogea nayo katika kiti cha enzi au kwenye madhabahu iliyopo mbele ya kiti cha enzi. Na yale maombi yalipopelekwa pale, nina uhakika ya kwamba wale watakatifu waliokuwa wameomba kwa wakati huo walipokea sawa na vile walivyoomba. My Lord, sikiliza, kuna kitu ambacho labda hujawahi kukijua, ya kwamba pale unapoomba moyo wako kama haupo safi, moyo wako kama umejaa uchafu, moyo wako umejaa masengenyo, moyo wako umejaa dharau, moyo wako umejaa kila namna ya ubaya, uwe na uhakika hayo mambo ambayo hayafai yakiwa ndani yako yanakufarakanisha wewe na madhabahu ya Mungu aliye hai. Hata unapoomba unakuwa sawa na mtu anayepiga kelele, unakuwa sawa na mtu ambaye hana maana mbele za Mungu. Hawa watu watakatifu walikuwa na maana mbele za Mungu kwa sababu madhabahu iliyokuwa ndani ya mioyo yao ilikuwa safi na ilikuwa sawa, imeungamanika vizuri na madhabahu ya Mungu aliye hai. My Father, my Lord, my Lord. Sikiliza nikwambie, maisha unayoyaishi leo yatatafsiri kwamba ndani yako madhabahu iliyopo ndani yako ina uhusiano gani na madhabahu ya Mungu. Kama unatenda matendo mabaya, unafanya vitu visivyofaa, unachukiza watu, unamchukiza Mungu visivyo vya kawaida, uwe na uhakika madhabahu iliyopo kwenye moyo wako na madhabahu ya Mungu aliye hai havina muunganiko wala havina uhusiano wowote. Ndio maana unaomba kwa habari ya uponyaji, haupokee uponyaji. Unaomba kwa habari ya miujiza, hauioni miujiza ikitokea kwenye maisha yako. Sisi wengine hata tunavyoishi hivi leo ni kwa sababu Mungu ametukubali, na madhabahu tuliyoiruhusu ifanye kazi ndani yetu ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Tumeungamanisha na madhabahu iliyopo kwenye mioyo yetu. Tumeamua kumtumikia Mungu kwa namna yoyote ile. Ndio maana ukiniona ninahubiri kwa namna hii, ninafundisha kwa njia hii, sio kwamba nimechanganyikiwa au sina kazi ya kufanya au siwezi kupumzika au nimechoka na mambo ya ulimwengu. Hapana, ni kwa sababu madhabahu niliyoruhusu ifanye kazi ndani yangu imekuwa na muunganiko sawa na madhabahu ya Mungu. Ndio maana Bwana akiamua nifanye chochote, anakileta kwenye madhabahu iliyopo ndani yangu. Madhabahu iliyopo ndani yangu ninapokipokea, inanipa maelekezo ya kwamba nifanye nini kwa wakati huu na kwa ajili ya nini. Ninafanya haya kwa sababu ya madhabahu iliyopo ndani yangu. Ilipopokea maelekezo, ikaniletea, nikatafsiri kwa akili ya kawaida. Nilivyotafsiri, nikamwomba Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akaniongoza ya kwamba sasa unatakiwa kufanya kwa wakati huu na wakati huu, na ufundishe hiki na hiki. Ndio maana leo ninakufundisha kwa habari ya madhabahu ya Jehova Nisi ambayo inapaswa ikae ndani yako. My Lord, my Lord, my Father, lantakalabadosia materia lakalabadosha matekelibasaya. My Father, jambo la tatu la kuzingatia, heshimu madhabahu ya Mungu ili madhabahu iliyopo ndani yako iwe na nguvu zaidi. Heshimu madhabahu ya Mungu aliye hai ili madhabahu iliyopo ndani yako iwe na nguvu zaidi. Kama utamdharau Bwana au utadharau kitu kinachotoka kwenye madhabahu ya Mungu, uwe na uhakika kwamba madhabahu iliyopo ndani yako haitakuwa na matokeo yale unayoyahitaji, au itakuwa na matokeo ni juu ya yale ambayo umekuwa ukiomba kwa muda mrefu. Madhabahu ya Mungu aliye hai ikishakuwa ndani yako, ikahusiana na madhabahu
ambayo imekaa kwenye moyo wako zikaungamanika pale pamoja. Hata utakapokuwa unaomba, hautaomba kwa akili, hautafanya vitu kwa akili, bali utafanya vitu kwa Roho, kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa kwenye madhabahu ambayo ina uhusiano mzuri na Mungu. Ndio maana ukitenda dhambi, Roho Mtakatifu anao uwezo wa kutengana na wewe, ukabaki unafanya vitu kwa akili zako, vikakuumiza na vikakutesa. Lakini kama ukawa na uhusiano mzuri, madhabahu iliyopo ndani yako ikawa na uhusiano mzuri mbele za Bwana, na ukawa unaiheshimu madhabahu ya Mungu na kile ambacho kinatoka kwenye madhabahu ya Mungu, uwe na uhakika utafanikiwa kwenye kila eneo. Kuna watu ambao wamekuwa kwenye ibada mbalimbali, kuna watu ambao wamekuwa wakiomba lakini hawajibiwi. Wanaweza wakawa naomba wakiwa peke yao, hawajibiwi kwa sababu wanapokuwa kwenye ibada za watu wengi, kile kinachosemwa madhabahuni wanakidharau, hawakitilii maanani, hawakifuatilii. Ndio maana unakuta ya kwamba ile madhabahu wanayokuwa wanaitumia ya kwao binafsi, ya kwamba mimi hata nikiwa nyumbani nitaomba peke yangu, nitaomba peke yangu na Bwana atasikia. Sikiliza nikwambie, madhabahu ya kwako iliyopo ndani ya moyo wako kama haina uhusiano mzuri na madhabahu ya Mungu aliye hai, uwe na uhakika yote utakayokuwa unaomba utakuwa unapiga kelele na Bwana anaweza asikujibu kwa wakati. Lakini ukitaka hata maombi yako binafsi unapokuwa peke yako yawe na kibali, hakikisha unaheshimu madhabahu ya Mungu aliye hai. Mahali unapoabudu, mahali popote unapoabudu, heshimu kinachotoka madhabahuni. Waheshimu makuhani wanaokuwa wanaisimamia hiyo madhabahu, waheshimu na kuwatii, kwa sababu hao ndio wamebeba hatima ya baraka zinazotoka kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Aramantiga badusha. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6, Biblia inasema apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kama ukipanda maposa kwenye madhabahu ya Mungu, uwe na uhakika utavuna maposa. Ukipanda dharau kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, utavuna dharau. Unapoidharau madhabahu au unapodharau neno linalotoka kwenye madhabahu, utavuna dharau hiyo hiyo, wala hautaona kupiga hatua ya aina yoyote, utaona maposa. Yesu asifiwe. Apandaye haba atavuna haba. Madhabahu inaweza kuamua juu ya hatima ya baraka zinazokustahili kwenye maisha yako. Madhabahu ya Mungu aliye hai, unapoiheshimu na kuichukulia manani, ukaiheshimu, ukaipa thamani, itakupa uwezo wa kumiliki na kutawala na kufanya yaliyo mapenzi ya Bwana kwa vile ambavyo wewe umekuwa ukitamani. Kama Mungu aisivyo, ninakuombea sana, Mungu akujalie moyo wa unyenyekevu, wa kunyenyekea kwenye ile madhabahu ya Bwana aliye hai, ya kuheshimu makuhani wa Bwana wanaoiheshimu, wanaoitumikia hiyo madhabahu, na Mungu atakusaidia na Mungu atakuwezesha. Hakikisha kwenye madhabahu yoyote unapoabudu haupandi maposa, panda kitu kilicho kamili. Panda kwa ukamilifu, panda pasipo kupanda haba. Ukipanda haba kwenye hiyo madhabahu, uwe na uhakika utavuna haba, wala hautavuna kwa karibu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Jambo lingine la 4 na la mwisho, jambo la 4 na la mwisho, hakikisha unakuwa mtu safi unapoikaribia madhabahu ya Mungu. Hakikisha unakuwa mtu safi unapoikaribia madhabahu ya Mungu, ikiwa na maana kwamba uwe ni mtu ambaye ni wa toba na rehema kila wakati, kwa sababu tunafanya dhambi kila saa, tunafanya uovu kila saa. Kwa sababu hiyo, hakikisha unapoikaribia madhabahu ya Mungu unakuwa ni mtu safi
kwa maana ya mtu wa kutubu, mtu wa kuungama kila saa, mtu wa kumwambia Mungu nisamehe kila saa, ili Bwana awe na uwezo wa kukusaidia kwa haraka pale unapohitaji msamaha. Ni kweli tunafanya dhambi, ni kweli tunafanya uovu, lakini kwa rehema na toba, tunapoomba toba mbele za Mungu, tunapata kibali zaidi kwa Bwana, tunapata neema zaidi kwa Bwana. Kwa hiyo hakikisha ni mtu wa toba kila saa unapoikaribia madhabahu ya Mungu. Usijihesabie haki ya kwamba wewe ni mtakatifu sana, hauna dhambi sana. Jichukulie kuwa mwovu kila saa, jichukulie kuwa haustahili mbele za Bwana, lakini ukijihesabia haki, uwe na uhakika kwamba hautafanya sawasawa na mapenzi ya Bwana. Biblia inasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, lakini kama tukiungama dhambi na kuziacha, Bwana atatuhudumia kwa viwango vya juu, atatubariki kwa baraka zote, atatupa kila haja ya mioyo yetu, hatatuacha kama tulivyo, hatatupungukia wala hatatutenga mbali na uso wake, atatukaribia. Biblia inasema nikaribieni mimi. Tunapomkaribia Bwana, tunaposogea kwa Bwana kwa rehema na toba, tunapokaribia kwa Bwana kwa kujitakasa, kwa kujiweka kuwa safi, Bwana anatukumbatia, anatukubali, anasema ninyi ni wanangu. Ninatafakari kwa habari ya Haruni na wanawe wakati ambao ulifika ili wafanywe kuwa makuhani. Biblia inasema waliwekwa wakfu, wakawekwa tayari kwa ajili ya kazi ya Bwana. Maana yake walisafishwa kwanza kabla ya kusimama kwenye madhabahu, kabla ya kukabidhiwa ukuhani, walisafishwa kwanza, ndio maana wakawekwa wakfu. Katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 29 na ule mstari wa kwanza. Kutoka 29 na ule mstari wa kwanza. Kutoka 29 na ule mstari wa kwanza. Kutoka 29 mstari wa kwanza. Biblia inasema nawe uwafanyie jambo hili ili kuwatakasa. Nawe uwafanyie jambo hili ili kuwatakasa, wapate kunitumikia mimi katika kazi ya ukuhani. Toa ng'ombe mmoja mume kijana na kondoo waume wawili walio wakamilifu. Sikiliza, kwa nini kuhani anapowekwa wakfu Mungu anamwambia Musa kwamba atoe sadaka ili aweze kuwatakasa hawa watu? Maana yake nini? Hawa watu walikuwa sio safi kwa ajili ya kusimama kwenye madhabahu, kwa ajili ya kusimama kwenye ukuhani, ili waweze kuwa tayari katika nafasi ya ukuhani. Mungu akamwambia Musa ya kwamba wafanyie jambo hili ili wapate kutakasika, ili uwatakase, wawe safi, wawe tayari kusimama katika nafasi ya ukuhani. Mungu akasema toa ng'ombe mmoja kijana na kondoo wawili ili wachinje, wafanye kuwa sadaka kwa ajili ya ukuhani wa hawa watu. Kwa nini Mungu alihitaji atoe sadaka? Kwa nini Mungu alihitaji Musa achinje ng'ombe tena kijana na kondoo wawili? Ni kwa ajili ya kuwatakasa, wawe safi na tayari kusimama kwenye nafasi ya ukuhani na kuisimamia madhabahu ya Mungu aliye hai kwa ukamilifu. Leo hii unasema wewe ni mtumishi wa Mungu, unajiinua. Vijana wanasema unajimwambafai, unajitutumua, unasema mimi ni mtu safi, unasema mimi sina dhambi, unasema mimi ni mtakatifu. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, hakuna aliye mkamilifu kama Bwana. Njia za Bwana hazichunguziki. Mwanadamu anaweza akachunguzika, lakini Bwana hachunguziki kamwe. Bwana hachunguziki kabisa. Kinachoonekana kwa Bwana hakionekani kwa mwanadamu. Ndio maana Musa alipohitaji kuwatakasa hawa watu, Mungu aliwaona ya kwamba hawa watu wamebeba uchafu wa namna nyingi. Ili watakasike, wawe tayari kusimama kwenye nafasi ya ukuhani, lazima kwanza sadaka itolewe, watakasike, wawe safi. Hakikisha unakuwa mtu safi, unatakasika mbele za Bwana ili uweze kumtumikia Mungu aliye hai. Yesu asifiwe. Jambo la msingi ambalo unapaswa kujua
ni kwamba jambo la msingi ambalo unapaswa kujua ni kwamba madhabahu na madhabahu huwa vinatambuana. Madhabahu yoyote na madhabahu nyingine vikikutana, lazima vijuane ya kwamba huyu mwenzangu ni madhabahu. Ndio maana kuhani na kuhani wakikutana, lazima wajuane kwamba huyu ni kuhani mwenzangu, kupitia lugha wanayoitumia, namna walivyovaa, namna wanavyoongea, namna wanavyo behave, zile tabia zao lazima watambuane na wajuane. Mchungaji na mchungaji wakikutana, watajuana kupitia lugha zao, watajuana kupitia mavazi yao, watajuana kwa namna mbalimbali. Ndio maana madhabahu na madhabahu vinajuana. Ili mimi nikujue kuwa wewe ni madhabahu, lazima na mimi niwe madhabahu. Ili mimi nikujue ya kwamba wewe umeitwa na Bwana katika nafasi fulani, na mimi lazima niwe na neema ya wito fulani ndani yangu. Lakini kuna watu ambao wanaweza wakakuona wewe ni madhabahu hata kama wao sio madhabahu, lakini madhabahu na madhabahu wanapojuana ni tofauti na wanadamu wasiokuwa na madhabahu ndani yao, wanavyoweza wakakutambua wewe kuwa ni madhabahu. Huyu mtu ambaye ni madhabahu mwenzako anaweza akakutambua wewe ni madhabahu, au anaweza akakutambua wewe ni mtumishi kwenye eneo fulani kwa kukusikiliza, kwa kukutazama, kwa kuangalia tabia zako, tofauti na mtu mwingine ambavyo anaweza akakutambua. Kwa sababu hiyo madhabahu na madhabahu vinachuana. Mimi ni mwinjilisti, nikikutana na mwinjilisti mwenzangu, nitakapomsikiliza nitamwelewa na nitajua ya kwamba huyu ni mwinjilisti mwenzangu kutokana na lugha anayoitumia, maneno anayoyatumia, namna anavyoongea, namna anavyotafasiri neno. Nitajua tu ya kwamba huyu ni mwinjilisti. Madhabahu na madhabahu vinajuana. Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Luka sura ya kwanza 39 hadi 45, Luka sura ya kwanza 39 hadi 45, Biblia inasema malaika Gabrieli akamtokea Mariamu mwezi wa 6, akampa habari za kumzaa Yesu. Akasema, utazaa mwana, naye atakuwa ufalme utakuwa mabegani mwake. Biblia inasema baada ya salamu ya yule malaika kwa Mariamu akasema, hii ni salamu ya namna gani? Alipogeuka, malaika akampa maelekezo kwa habari ya huyo mtoto. Biblia inasema alipopewa hizo salamu, Biblia inasema na malaika akamtokea Elisabeti, akamwambia habari za Mariamu juu ya kumzaa mtoto. Biblia inasema ulipofika wakati, Mariamu akaenda kwenye nyumba ya Elisabeti. Alipofika kwa Elisabeti, Biblia inasema akamwamkia. Alipomwamkia yule mwanamke, Elisabeti alipoisikia ile salamu ya Mariamu, Biblia inasema kitoto kilichokuwa ndani yake, kitoto kilichokuwa kipo kwenye tumbo lake wakati huo ana mimba, kitoto kilichokuwa ndani yake kikalukaluka. Maana yake nini? Kikapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema akajazwa Roho Mtakatifu. Maana yake kilichojazwa Roho Mtakatifu ni madhabahu ambayo Elisabeti alikuwa ameibeba, ambaye ni Yohana Mbatizaji. Nataka nikwambie ya kwamba Yesu Kristo, wakati ambao mimba yake inatungwa ndani ya tumbo la Mariamu, tayari kwenye tumbo la Elisabeti kulikuwa na kiumbe kinachoitwa madhabahu, ambaye jina lake ni Yohana Mbatizaji. Sikiliza nikwambie, wakati ambao Mariamu anamsalimia Elisabeti, Biblia inasema kitoto kikalukaluka. Maana yake Yohana na Yesu Kristo walijuana ya kwamba ni watoto wa baba mmoja, walitambuana hata kabla ya kuzaliwa kwao, walijuana. Pamoja na kwamba
Yohana alitangulia kuzaliwa, lakini alijazwa nguvu na madhabahu ambayo ilikuwa ni Yesu Kristo, ambaye alikuwa ndani ya tumbo la Mariamu. Sikiliza nikwambie, madhabahu na madhabahu vinajuana. Kama madhabahu na madhabahu vikijuana, kuna udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana Yohana na Yesu walipojuana, Roho Mtakatifu alishuka akamzaa yule mwanamke ambaye alikuwa ni Elisabeti. Sikiliza nikwambie, nikikutana na mtumishi mwenzangu, Roho Mtakatifu atajidhihirisha katikati yetu. Kitu cha kwanza ambacho kitatokea, tutaanza kuzisema habari za ufalme wa Mungu na si vinginevyo. Hiyo ndio tafsiri ya madhabahu na madhabahu kujuana. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze na akusaidie kuelewa kwa habari ya neno hili. Bwana Yesu, ninakutukuza. Asante kwa neema na rehema zako Baba. Umekuwa pamoja nami kila saa na kila majira. Asante kwa ajili ya siku ya pili, ninaiweka mikononi mwako Bwana, ninaiweka mikononi mwako jemedari, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, usiniache Bwana, ninaomba ujaze nguvu kwenye madhabahu iliyopo ndani yangu, ili niwe na matokeo kwenye ulimwengu wa sasa. Bwana Yesu, naomba usimame Bwana, ninatamani kusiona nguvu zako ndani yangu Bwana wangu, ninapowaombea wengine Bwana, ile nguvu ya madhabahu ya mbingu Baba iwe na muunganiko na madhabahu iliyopo ndani yangu, ili kile kitu ninachokitoa ndani yangu kikatoke kwenye madhabahu ya kwako. Madhabahu na madhabahu zinapowasiliana Bwana, kuna kitu cha kimungu ambacho Bwana kinajidhihirisha kamanda. Ninaomba madhabahu iliyopo ndani yangu iwe na muunganiko na madhabahu yako, ili Bwana Yesu kuwepo na mawasiliano mazuri kati ya madhabahu iliyoko mbele ya kiti cha enzi Bwana na madhabahu iliyopo ndani ya moyo wangu, viwasiliane Bwana, ili yote ninayoyafanya yatoke kwako Bwana. Nisisimame kwenye nafasi ya utapeli Bwana, nisisimame kwenye nafasi ya udanganyifu Bwana, bali nisimame kwenye kweli ya kwako, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, ninakataa Bwana roho chafu juu yangu, ninakataa Bwana madhabahu za giza ndani yangu Bwana, ninakataa tamaa ndani yangu Bwana, kwa jina la Yesu. Nipe kunyenyekea Bwana, nipe hekima Bwana, ninakataa kiburi kwenye moyo wangu Bwana, ninakataa kiburi kwenye nafsi yangu Bwana. Bwana Yesu, wewe umesema kabla ya maangamizo utangulia kiburi, na kabla ya hekima utangulia unyenyekevu. Bwana Yesu, ninaomba Bwana neema yako iwe juu yangu, kiburi Bwana kisiwe juu yangu, kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba Bwana roho ya unyenyekevu ikawe ndani yangu, roho ya unyenyekevu ikawe pamoja nami, kwa jina la Yesu. Baba, nifundishe kukupenda, nikupende zaidi ya hapa, nikutumikie Bwana zaidi ya hapa Bwana. Bwana Yesu, mambo yote ambayo yako mbele yangu ninayaleta kwako Bwana Yesu, ukayape kibali. Ninaombea watu wako Bwana Yesu, kawafanikishe Bwana, kawalinde jemedari, kawape kibali na neema yako Bwana juu ya maisha yao, kwa damu ya Yesu. Ninamleta Elasto kwenye mikono yako na familia yake, ninamleta Agamu na maisha yake Bwana, kawainue watu hawa Bwana Yesu. Ninamleta Petro kama mtumishi wako Bwana Yesu, ninamleta Kumbuaeli mikononi mwako kama mtumishi wako. Kora basanda badosa karabadile mandili ya basaya Bwana Yesu, ninawaleta wachungaji wote wanayohubiri kweli mikononi mwako Baba, ukawaongoze, ukawapiganie Bwana, kawalinde jemedari, kaachilie madhabahu yako ndani yao Bwana. Ninawaleta walimu wa neno la Bwana mikononi mwako Jehova, uwape neema Bwana ya kuhubiri kweli yako. Ninamleta Jackson Emmanuel kwenye mikono yako Bwana, ukamtangulie Jehova na kumfanikisha kwa damu ya
Yesu Kristo. Bwana wangu, ninakuja mbele zako, ninawaleta Bwana watumishi wote kwenye mikono yako Bwana, wanayekutumikia wewe Bwana uliye hai. Usiwapite Bwana, usiwache Bwana, neema yako kamanda iwe juu yako, iwe juu yao kwa damu ya Yesu Kristo. Madhabahu ya kimbingu ikasimamie Bwana hizo madhabahu za huduma Bwana, huduma ya mchi wa Mungu, huduma ya ufalme wa Mungu duniani. Baba, naleta kwako madhabahu zake zikasimamiwe nawe Bwana Yesu. Madhabahu ya kwako ikatawale Bwana kwenye huduma hizi kwa damu ya Yesu. Vyombo vyote Bwana vinavyolea roho za watoto wako zikajawe na nguvu zako Bwana kwa damu ya Yesu. Laana zote na madhabahu ya giza havina kibali kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Watu wako Bwana wakujue wewe, nguvu zako Bwana zishuke kwao, madhabahu yako ikatawale Bwana kwa damu ya Yesu. Kwenye mikakati yote ya huduma Bwana ya mjue Mungu na huduma Bwana ya ufalme wa Mungu duniani, Bwana Yesu, ninaileta kwako, ukaifanikishe Bwana, ukaipe kibali na nguvu zako Bwana kwa damu ya Yesu. Laana na mikosi, roho za giza, mapepo na majini Bwana Yesu ya kutawala Bwana, kusama posha, ninakataa Bwana kwa jina la Yesu. Neno lako Bwana likawe msaada kwa watu wako kwa jina la Yesu. Bwana wangu, waamshe watu katika huduma ya ufalme wako Bwana, ufalme wa Mungu duniani. Waamshe watu Bwana, wawe na kiu ya kusikia Bwana na kujifunza kupitia huduma ya ufalme wa Mungu duniani. Ninawaleta kwako Bwana Yesu, ukawape neema ya kukujua wewe kwa damu ya Yesu. Bwana wangu, ninakuja mbele zako kama mtumishi wako katika wito ulioniitia. Sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo. Bwana Yesu, neema yako ikawe juu yetu. Baba, usinyamaze, Baba usinyamaze. Ninaita uwepo wako na nguvu zako, naita malaika zako Bwana, naita uweza wako na nguvu zako. Ranta la batosia matelia korra basakanda batosa kari matelia basaya lapa kasete le batosia nakana matelia batosa kara basanda la batosa seni matelia basaya lapa kosanda la batosia lapa koli matelia basaya lapa sete batosa. Kwa damu ya Yesu Kristo, kila shetani aliyesimama kwa ajili ya uzito Bwana hana kibali sahihi, inavuruga mpango wake na madhabahu ya kwake hana kibali Bwana. Shetani aliyejipanga kuzuia Bwana huduma ya ufalme wa Mungu duniani kufika mahali mbalimbali kusaidia maisha ya watu, Bwana Yesu, ninamkataa Bwana. Aliyefunga viongozi ambao Bwana umewateua na kuwaweka kwenye nafasi, ninaharibu mfumo wao, ninaharibu mfumo wa giza waliowatawala Bwana kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakuita Bwana na nguvu zako Jehova la matelia batosa, simama yako Bwana na hizo nguvu zako. Ninakataa Bwana kila Amaleki aliyoko mbele yangu, Bwana Yesu, hana kibali. Hamani aliyoko mbele yangu hana kibali. Kila atakayeshindana na mimi Bwana atashindana na wewe kwa jina la Yesu. Baba, yeyote ambaye atasimama Bwana kushindana na mimi, akashindane na wewe kwa mamlaka ya jina lako na kwa nguvu zako, kwa damu ya Yesu. Ruhusa mpinga Kristo, madhabahu ya giza, madhabahu ya laana, madhabahu ya giza hayana kibali kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaita uwepo wako na nguvu zako Bwana na uweza wako Baba, unijaze neno lako, nijaze Bwana Roho Mtakatifu, nijaze Bwana na nguvu zako ndani yangu Bwana, nitende sawasawa na mapenzi ya kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.
Anabatosa ndalabatosia ikandakalabasaya. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, nimesimama kwako nikiuliza uwepo wako na nguvu zako Bwana. Ninauliza uwepo wako na nguvu zako Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rosa giza, madhabahu ya giza, eramantelia batosa rapakosakatala batosia apakolia basaka mantekelia batosa rapakoseketeli matosha. Kwa damu ya Yesu ninatuma moto lao, ninatuma moto lao kwa maadui Bwana wanaosimama kuzuia Bwana katika ulimwengu wa roho, wanaotamka Bwana yaliyo mabaya tena yasiyofaa juu yangu Bwana na huduma ulionipa Bwana Yesu. Ninawakataa Bwana, ninafuta maneno yao na laana zao. Rapako sandala batosia apakolia basakata materia basaya karabakosa materia. Kwa jina la Yesu ninalituma neno lako na nguvu zako Bwana, kwa damu ya Yesu. Jenga madhabahu ya kwako Bwana, madhabahu ya kuwasaidia watu wako katika ulimwengu, katika Afrika, kusatala matosa Tanzania Bwana. Huduma hii Bwana ikatawale, ikatawale Bwana Yesu. Inua na uchumi wa huduma hii Bwana, kwa jina la Yesu. Aramatelia badosa seni matelia basaya. Ninakushukuru Bwana wangu kwa neema yako na nguvu zako. Ninakushukuru Bwana kwa huduma ulionipa Bwana. Ninakushukuru Jemadari kwa kibali ulichonipa ili nikutumikie Bwana tangu ujana wangu. Ninakushukuru Bwana Yesu, ninakutukuza Bwana Yesu. Ninaomba Bwana rehema zako na toba siwe pamoja nami kila wakati Bwana ninapokutenda dhambi. Baba, uwe mwepesi wa kunisamehe Bwana na kunirejea tena na kunirudisha Bwana katika nafasi ya kukutumikia wewe Bwana. Ninakuja mbele zako Bwana Yesu, na huduma zote ambazo zinapatikana Bwana katika Tanzania hii, huduma ya Mana, huduma ya Usonemu, huduma ya Mbingu Duniani Bwana Yesu, ninazileta kwako, sikapate kibali, sikapate nguvu zaidi ya kuokoa watu Bwana kutoka kwenye dhambi. Neno la kweli Bwana likahubiriwe Bwana kupitia huduma hizi, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Neema yako Bwana ikatembee kwa damu ya Yesu. Kila roho za giza na madhabahu ya giza hayana kibali kwa jina la Yesu. Madhabahu ya kipepo hayana kibali, madhabahu ya udanganyifu hayana kibali kwa jina la Yesu. Neno la kweli Bwana kwenye hizi madhabahu Bwana Yesu ninazileta kwako. Roho wako Mtakatifu akatawale. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa nguvu zako. Haujawahi nyamaza Bwana, haujawahi kutuacha Bwana Yesu. Nakabidhi siku zilizosalia mikononi mwako Bwana. Ninafunga milango ya giza, nafunga kila aina ya mateso, nafunga kila aina ya maprosa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, usinyamaze. Ninakuhitaji na nguvu zako peke yako unatosha. Naomba unitambulishe Bwana, ninaomba unitambulishe kwa viwango. Nitambulishe Bwana Yesu, niwahudumie watu, niwahudumie watu Bwana, nihudumie ulimwengu, nihudumie mataifa, nihudumie mataifa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai.